Miaka ya utele ilipita kama vile Mungu alivyomwonyesha Yosefu. Kote Misri, mashamba yalikuwa yamejaa nafaka ndefu za rangi ya dhahabu. Wakulima walitabasamu, huku vikapu vikijaa chakula hadi kufurika. Maghala yalijaa kutoka sakafuni hadi juu kabisa. Na Yosefu alifanya kazi kwa uaminifu kupitia yote hayo. Kila siku alisafiri katika nchi nzima, akisaidia kukusanya nafaka kwa ajili ya miaka ijayo. Watumishi walikimbia kando yake. Magari ya mizigo yalitembea kwenye barabara zenye vumbi. Maghala makubwa yalijazwa kwa uangalifu, kidogo kidogo. Watu mara nyingine walishangaa jinsi Yosefu alivyoweza kujua mambo haya yangetokea. Lakini Yosefu alijua. Mungu alikuwa amemwonyesha. Kisha, kama vile ndoto zilivyokuwa zimeonya, miaka migumu ilianza. Mvua ilikoma kunyesha. Upepo ukawa mkavu na wenye joto. Mashamba ya kijani yakaanza kubadilika na kuwa kahawia. Hivi karibuni, chakula kikaanza kupungua katika nchi nyingi. Familia zikaanza kuhisi njaa. Vijiji vikajaa wasiwasi. Na mbali huko katika nchi ya Kanaani, familia ya Yosefu nayo ilianza kuhisi njaa hiyo. Yakobo, baba yake Yosefu, aliangalia vyombo vya chakula vilivyotupwa nyumbani mwao. Wanawe walikaa kimya karibu naye. Kisha Yakobo akasikia jambo muhimu. Kuna nafaka Misri. Watu walinong'ona, Misri bado ina chakula. Yakobo akawageukia wanawe. Kwa nini mmekaa hapa mkiangaliana? Akauliza kwa upole. Nendeni Misri mkununue nafaka ili familia yetu iweze kuishi. Basi ndugu zake Yosefu wakajiandaa kwa safari. Lakini ndugu mmoja alibaki nyumbani, Benjamini. Yakobo alimpenda sana Benjamini. Baada ya kumpoteza Yosefu miaka mingi iliyopita, aliogopa jambo baya lingemtokea Benjamini pia. Kwa hiyo ndugu wakubwa wakasafiri peke yao. Walivuka jangwani na njia zenye mawe. Siku baada ya siku walielekea Misri. Hatimaye walifika katika mji mkuu. Majengo marefu yaliinuka kuwazunguka. Masoko yenye shughuli nyingi yalijaa mitaani. Watumishi walibeba vikapu vya nafaka kutoka maghala ya kifalme. Sasa Yosefu alikuwa mtawala wa nchi yote. Watu kutoka mataifa mengi walikuja kumuinamia na kuomba chakula. Na siku moja, Yosefu akainua macho yake. Akaona ndugu zake wamesimama mbele yake. Kwa muda mfupi, moyo wa Yosefu ulisimama. Hawa walikuwa wale ndugu waliomtupa shimoni. Wale waliomzaa miaka mingi iliyopita. Lakini hawakumtambua Yosefu. Miaka ilikuwa imepita. Yosefu sasa alivaa mavazi mazuri ya kifalme ya Misri. Alizungumza kama mtawala wa Misri. Na watumishi walisimama kando yake. Ndugu zake wakainama mbele yake. Na ghafla, Yosefu akakumbuka ndoto ambazo Mungu alimpa alipokuwa kijana. Ndoto za ndugu zake kumuinamia. Ndoto ambazo zamani zilionekana haziwezekani. Lakini sasa zilikuwa zinatimia. Yosefu alihisi hisia nyingi kwa wakati mmoja. Sehemu yake ilitaka kukimbia na kuwabusu ndugu zake. Sehemu nyingine ilikumbuka maumivu waliomsababishia. Lakini Yosefu alibaki mtulivu. Alizungumza kwa uthabiti kupitia mfasiri ili ndugu zake wasijue yeye ni nani. Mmetoka wapi? Yosefu akauliza. Tumetoka Kanaani, wakajibu. Tumekuja kununua chakula. Yosefu akawatazama kwa makini kila mmoja wao. Ndugu walionekana kuwa na hofu chini ya macho yake. Yosefu akaamua kujaribu mioyo yao. Ninyi ni wapelelezi, akasema kwa ukali. Ndugu wakaogopa. La, bwana wangu, wakasema haraka. Sisi ni watu waaminifu. Sisi ni ndugu 12 wa familia moja. Mmoja hayupo, na mdogo wetu yuko na baba yetu. Yosefu aliposikia hivyo, moyo wake ulitulia kwa muda. Benjamini alikuwa hai, na baba yake pia alikuwa hai.
Yosefu alitamani sana kuuliza zaidi, lakini akazuia machozi yake. Badala yake, aliwaweka ndugu zake gerezani kwa siku 3. Gereza hilo la giza lilimkumbusha Yosefu siku zake za uchungu alizopitia hapo zamani. Labda katika siku hizo za kimya, ndugu zake walianza kufikiria juu ya mabaya waliofanya miaka mingi iliyopita. Siku ya 3, Yosefu akazungumza nao tena. "Ninamcha Mungu," Yosefu akasema kwa upole. "Mmoja wenu atabaki hapa. Wengine mnaweza kurudi na nafaka kwa familia zenu zilizo na njaa. Lakini mlete ndugu yenu mdogo kwangu. Hapo ndipo nitajua mnasema kweli." Ndugu wakaangaliana kwa huzuni. Kwa kimya walinongoneana. "Haya yanatupata kwa sababu ya tulivyomtendea Yosefu." Mmoja wao akasema, "Tuliona hofu yake alipotuomba rehema, lakini hatukumsikiliza." Yosefu aliyasikia maneno yao. Hawakujua kuwa aliwaelewa. Ghafla macho ya Yosefu yakajaa machozi. Akageuka ili wasimwone analia. Kwa miaka yote hiyo, Yosefu alikuwa akijiuliza kama ndugu zake walijuta. Na sasa alisikia majuto yao kwa masikio yake mwenyewe. Lakini bado Yosefu hakuwa tayari kujitambulisha. Hivyo alimchagua Simeoni kubaki, huku wengine wakirudi nyumbani na nafaka. Kabla hawajaondoka, Yosefu aliwaamuru watumishi wake kwa siri warudishe fedha za kila ndugu ndani ya mifuko yao ya nafaka. Alitaka kuwabariki kimya kimya. Hivi karibuni ndugu walianza safari yao ndefu kurudi nyumbani. Ngamia walitembea polepole chini ya jua la machweo. Mifuko ya nafaka ilitikisika taratibu walipokuwa wakisafiri. Kisha mmoja wao akafungua mfuko wake. Ndani kulikuwa na fedha aliyotumia kununua nafaka. Macho yake yakafumbuka kwa hofu. "Fedha yangu imerudishwa," akalia. Ndugu wakaogopa. "Mungu anafanya nini kwetu?" wakajiuliza. Walipofika nyumbani, walimweleza Yakobo kila kitu kilichotokea. Kuhusu mtawala wa Misri, kuhusu Simeoni aliyebaki, na kuhusu agizo la kumleta Benjamini wakati ujao. Uso wa Yakobo ukajaa huzuni. "Yosefu hayupo," akanong'ona. "Sasa Simeoni pia hayupo. Na mnataka kumchukua Benjamini pia." Nyumba ikawa kimya. Ndugu waliinama vichwa vyao. Nje, upepo wa jioni ulipuliza kwa upole kwenye miti. Mbali huko Misri, Yosefu alikaa kimya katika ikulu. Labda aliinua macho yake usiku huo na kukumbuka nyumbani. Labda alijiuliza ni lini atamwona Benjamini, au ni lini atawaambia ndugu zake ukweli. Lakini katika kila jambo, Mungu alikuwa bado anafanya kazi. Hata wakati mioyo ilikuwa inaumia. Hata wakati familia zilikuwa zimetengana. Hata wakati watu hawakuweza kuona picha kamili. Mpango wa Mungu ulikuwa ukileta uponyaji polepole. Wakati mwingine, msamaha unachukua muda. Wakati mwingine, mioyo hubadilika kidogo kidogo. Na wakati mwingine, Mungu hufanya kazi kimya kimya nyuma ya pazia kabla ya kuwaleta watu pamoja tena. Kwa hiyo, ikiwa unahisi kuchanganyikiwa au kuumia, mkumbuke Yosefu. Mungu anaweza kuleta mema hata kutoka katika maumivu. Anaweza kulainisha mioyo. Anaweza kuponya familia. Na upendo wake hawachi kufanya kazi kimya kimya nyuma ya pazia. Anga la jangwani linang'aa kwa nyota. Yosefu analala kwa amani usiku huu, akimwamini Mungu kwa ajili ya kesho. Na unapofumba macho yako usiku huu, kumbuka ukweli huu laini na wa upole. Mungu daima anafanya kazi kwa ajili ya mema, hata kama hatuoni bado. Lala kwa amani, mtoto mdogo. Usiku mwema, ndoto njema.